Njombe, mji wa baridi, lakini leo tunakuletea simulizi ya joto la matumaini. Katika miaka michache iliyopita, ndani ya kuta hizi za hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe kumeshuhudiwa mapinduzi ya kweli, miundombinu ya kisasa, vifaa tiba vya hali ya juu, na zaidi ya yote, watumishi wenye morali ya kutoa huduma bora za matibabu kwa wananchi. Tukiangalia maboresho hayo yamejikita katika maeneo ya msingi yasiyopungua matano. Tukiangalia kwa mfano eneo la miundombinu, hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Njombe ilianza katika viunga vya hospitali ambao kwa sasa hivi ni hospitali ya Mashauri mwaka 2016. Na mwaka 2019 hospitali hii ikiwa na jengo moja tu iliweza kuanza kutoa huduma katika viunga hivi vya Mgodechi. Na mpaka sasa tunapozungumza hospitali hii ina jumla ya majengo 12 ya kutolea huduma, ambayo kimsingi ni ongezeko kubwa sana kutoka jengo moja mwaka 2019 mpaka majengo 12 mwaka huu tunavyozungumza hivi sasa. Na mafanikio hayo hayabaki mizani, yanagusa uhai wa watu kila siku. Sambamba na hii miundombinu, kuna maeneo muhimu sana ambayo hospitali za rufaa za mikoa zinatakiwa kutoa huduma. Kwa tuna huduma mbalimbali hapa ambazo ziko katika level ya ubingwa, na sasa kuna baadhi ya wataalamu ambao tunafikiria wataanza kwenda kwenye eneo la ubingwa bobezi ili kuendelea kufanya maboresho hayo. Kati ya huduma za msingi kabisa ambazo hospitali inatoa ni pamoja na huduma zinazohusu magonjwa ya wanawake na uzazi, magonjwa ya watoto, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo upasuaji wa jumla, upasuaji wa mifupa, lakini kwa sasa hivi pia tunatoa huduma za upasuaji wa njia ya koo na njia ya mkojo. Tuna huduma za ubingwa katika level ya magonjwa ya ndani ambayo ni internal medicine, lakini tuna bingwa eneo la dawa za usingizi na ganzi. Huduma zilizokuwa ndoto kwa wakazi na wananchi waliopo Njombe sasa zimekuwa sehemu ya maisha ya kawaida. Moja ya mafanikio ya kushangaza ni huduma ya endoscopy. Uwepo wa vifaa tu havitoshi. Tulianza kutoa hii huduma tangu mwezi wa 9 mwaka jana. Kabla ya hapo, wagonjwa walikuwa wanahitaji kupata hii huduma walikuwa wanapelekwa Mbeya kama referral. Kwa wagonjwa tulionao sisi, karibu 37% wanahitaji kipimo, wale wanaoatendi OPD. Sasa unaweza kaona namna gani ambavyo wagonjwa walikuwa wanapata shida, maana kila mgonjwa anayehitaji kufanya kipimo tulikuwa tunampeleka Mbeya. Lakini tunashukuru ndani ya hii miaka 4 tumeweza kupata hii endoscopy ambayo imepunguza adha ya wagonjwa kwenda Mbeya. Mpaka sasa tumefanya endoscopy, tumewafanyia wagonjwa zaidi ya 500 ambao kama isingekuwepo maana yake walitakiwa kulazimika kwenda Mbeya. Mafanikio hayaji kwa chuma na saruji pekee, yanahitaji watu, wataalamu waliojituma kutoa huduma bora za afya. Kwa pamoja na miundombinu, tulishukuru serikali kwamba imeweza kuwekeza hasa eneo la vifaa tiba. Hapa tunashuhudia kwamba kwa muda mfupi tu hospitali imeweza kuwezeshwa vifaa vya kisasa, ikiwemo vifaa vya kiuchunguzi kama CT scan, ambapo hospitali inatoa huduma hizo za uchunguzi kwa njia ya CT scan pamoja na vipimo vingine vikiwemo X-ray. Na mpaka sasa tuna mashine 2 za X-ray ambazo ni digital X-ray. Hizi ni mashine za kisasa kabisa. Lakini uwepo wa jengo la wagonjwa mahututi kwa maana ya ICU ambalo limewezeshwa kwa kuwa na vifaa vyote vya kisasa, hii pia imeweza kuokoa maisha ya wananchi walio wengi, na hivyo imepunguza sana rufaa za wananchi ambao walikuwa wakipelekwa hospitali za juu kwa ajili ya matibabu ya aina mbalimbali. Pamoja na vifaa tiba, lakini eneo lingine ambalo tunaishukuru sana serikali na Wizara ya Afya kwa jumla ni maboresho ya upatikanaji wa dawa. Hapa tunazungumzia upatikanaji wa fedha, lakini upatikanaji wa dawa ambazo
Baadhi ya dawa zinakuja katika program maalum ambazo nyingine ni vertical, kwa maana kwamba hizi ni dawa ambazo hospitali hainunui. Lakini kuna dawa ambazo kupitia fedha ambazo serikali inarudisha kwetu, tumeweza kuimarisha upatikanaji wa dawa, na sasa tunazungumzia upatikanaji wa dawa kwa asilimia zaidi ya 95. Hospitali hii imefungua milango kwa kizazi kipya cha watumishi wa afya. Nimeajiriwa hospitali hii ya mkoa wa Njombe, na ni moja wa waajiriwa ambao tuseme ni ajira mpya kupata nafasi ya kupangiwa kwenye kituo hiki cha Njombe. Na hii naweza nikasema kwamba ni moja ya maboresho ambayo serikali imeyafanya kwenye sekta ya afya. Kama kuna mahali ambapo maisha huanza kwa mvutano, basi ni kwenye NICU. Watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanapumua kwa msaada, wanasubiri miujiza tu. Sasa wanao uhai hapa Njombe. Na si mtoto mmoja tu, kuna mama mmoja amejifungua watoto 3, mapacha 3. Miaka ya nyuma rufaa ndiyo ingekuwa jawabu. Leo wanapumua hapa hapa, wanaishi, wanapendwa. Mimi hapa nilikuwa naumwa kiuno, kilikuwa kinaniuma. Nimekuja hapa nimepokelewa. Mpaka ninajifungua hivyo watoto wanaendelea vizuri. Nijifungua watoto 3 wa kike wote. Mafanikio haya si ya mtu mmoja, ni juhudi za pamoja za serikali, watumishi, wananchi na marafiki wa maendeleo. Kwa miaka hiyo iliyopita, hali hili haikuwa kama sasa hivi. Staff hazikuwa, yani column ya wafanyakazi haikuwa kama muundo sasa hivi. Nikikupa mfano, nilikuwa nafanya kazi wilaya ya Mfindi miaka hiyo ya nyuma. Mganga mkuu wa halmashauri alikuwa na cheo cha clinic officer. Tumekuja baadaye wakawa hawa maamo ambao clinic officer ameenda kusoma kupata diploma, anakuja kuwa mganga mkuu wa wilaya. Tumekwenda tukaanza kuletewa ma-MD wachache, labda katika wilaya anaweza kawa mtu mmoja. Lakini kwa miaka hii ya hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Tumekuwa tukiletewa mabingwa. Njombe leo inatoa huduma bora kwa heshima, kwa utu, kwa ufanisi. Na kwa kila mtoto anayezaliwa salama, kwa kila mgonjwa anayepata nafuu, kuna simulizi ya matumaini inayozaliwa. Nimefika hapa tarehe 2, nilifika ndani niliingia tarehe 2 mwezi wa 7, ambaye nilimleta mtoto. Nilijifungulia huku chini. Nimejifungua kabla ya muda. Kwa hiyo wakanipatia huduma nzuri, ambayo walinipatia dawa za kukomaza mapafu ya mtoto. Nilipofikisha wiki 28 ndio nikajifungua, wakamleta mtoto huku. Mtoto sasa hivi anaendelea vizuri. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kutupatia wahudumu wazuri, vifaa vizuri, na tiba zinapatikana muda wote. Hii sio tu hospitali. Hii ni pumzi ya mabadiliko. Hii ni Njombe inayotibu, inayoponya, inayotabasamu. Na safari hii ndiyo mwanzo wa mengine makubwa. Napenda kuishukuru Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla kwa maboresho ya huduma ambayo yanaendelea, ambayo kimsingi ni maendeleo makubwa katika sekta yetu ya afya. Lakini pia tunakoelekea ni kwamba tunataka kubobea zaidi, ili huduma nyingine ambazo wananchi wanaendelea kuzifuata maeneo mengine ziendelee kuwepo katika hospitali zetu za rufaa za mikoa.